waziri, ni kushukuru sana kwa majibu ya Bunge. Tunakwenda ofisi ya Rais, maendeleo ya vijana. Nimwite Mheshimiwa Bona Ladislaus Kamori, mbunge wa viti maalum, aulize swali lake. Mbunge Bona Kamoli anataka kujua, je, serikali ina mpango gani wa kushirikiana na taasisi kama SIDO na VETA ili kuwajengea vijana uwezo wa kujiajiri? Swali limeelekezwa katika ofisi ya Rais, maendeleo ya vijana. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba toe majibu kwa Mheshimiwa Bona Ladislaus Kamoli, mbunge wa viti maalum. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeendelea kuratibu na kuimarisha programu mbalimbali za kuwezesha vijana kiuchumi kupitia ushirikiano na taasisi kama VETA na SIDO. Kupitia programs na urasimishaji wa ujuzi, programu ya Integrated Training for Entrepreneurship Program pamoja na programu ya Wajibika Scholarship kwa kushirikiana na NBC inayotoa mafunzo ya stadi mbalimbali zikiwemo umeme, mabomba na ushonaji. Aidha, kupitia SIDO, serikali imeendelea kutoa mafunzo ya ujasiriamali na kuandaa wakufunzi wa elimu hiyo sambamba na kuwezesha vijana kufikia fursa za mikopo yenye masharti nafuu inayotolewa na serikali pamoja na wadau wa maendeleo ili waweze kujiajiri na kuajiri wengine kupitia shughuli za kiuchumi ikiwemo biashara na viwanda vidogo vidogo. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Bona Kamoli, swali la nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru kwa majibu mazuri ya serikali. Mheshimiwa Waziri, ni wanafunzi ambao wanapata ufaulu hafifu kidato cha 6 pamoja na kidato cha 4 ni wengi. Je, kwa nini serikali isiwaruhusu hao wanafunzi kwenda nyumbani mpaka watakapopata mafunzo ya stadi ambayo mnayosema? Lakini pia jambo lingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, swali la pili. Je, kutokana na takwimu ambayo umeiongea Mheshimiwa Waziri, vijana walio wengi bado wako mtaani na hawana ujuzi wote. Je, kwa nini serikali isiongeze hawa vijana ikaendelea kuwafundisha ili tukapata vijana ambao wanauelewa na ambao wana ufundi mitaani kwetu? Mheshimiwa Waziri, majibu. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwanza naomba nimpongeze Mheshimiwa Bona Kamoli, ni kati ya wabunge ambao katika jimbo lake ana programu nyingi sana za vijana na ameendelea kuwahimiza vijana kupata ujuzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali kwa ujumla wake inathamini sana swala zima la ujuzi kwa vijana, na takwimu zinaonyesha kwamba tuna upungufu wa ujuzi kwa vijana kwa kiwango cha juu cha ujuzi. Matakwa yanataka katika sera tuwe na 12%, lakini sasa hivi tuna 3.6% ya vijana wa ujuzi wa kiwango cha juu, na vijana wetu wengi wako katika ujuzi wa kiwango cha chini, ambapo tunatakiwa tuwe na 54%, lakini tuna zaidi ya 72% ambao wana kiwango cha ujuzi wa chini. Kupitia programu mbalimbali ambazo zinafanywa kama nilivyoeleza kwenye swali la msingi kupitia SIDO na VETA, lakini pia kupitia Wizara ya Elimu na Uboreshaji wa Mitaala, tumeendelea kuhakikisha kwamba vijana wetu wanaendelea kusaidiwa kupata ujuzi wakiwa bado katika maeneo yao ya shule wanapoendelea na masomo yao. Lakini pia katika eneo lake la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kwamba serikali inaendesha programu maalum ya urasimishaji wa ujuzi kupitia taasisi ya VETA, ambapo tunaangalia vijana ambao tayari wamejiajiri au wanafanya shughuli mbalimbali mtaani ambao hawajaweza kutambuliwa rasmi. Na mwaka huu mwezi uliopita tayari zaidi ya vijana 14,400 nafasi zilitolewa kwa ajili ya kuhakikisha vijana wanaingizwa katika utaratibu maalum ambapo wanapewa mafunzo ya muda mfupi, lakini pia wanaingizwa katika utaratibu rasmi ili waweze pia kufaidika na fursa zinazotolewa na serikali na sekta binafsi ikiwemo mikopo ya kuwasaidia pia. Na inajumuisha mafundi gereji, mafundi bomba na shughuli mbalimbali ambazo wanazifanya. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Silvia Sigula. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kumekuwa na taasisi binafsi ambazo zinatoa mafunzo kama haya yanayotolewa na VETA na SIDO. Je, serikali haioni haja sasa ya kuzitambua taasisi hizo na kufanya assessment ikijiridhisha kwamba wahitimu wale wana qualify waweze kupewa ithibati na serikali? Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, nimpongeze tena Mheshimiwa Sigula Silvia ambaye pia amekuwa ni kinara kuhakikisha kwamba swala la vijana napewa sauti pia. Serikali ina mpango huo na inaendelea kufanya pia. Katika programu ambayo nimezungumza ya urasimishaji wa ujuzi, inashirikiana pia na sekta binafsi ambao mara nyingi wanakuwa wanatoa mafunzo kwa vijana. Lakini ili kuhakikisha kwamba wanakuwa na ujuzi unaotakiwa, kunakuwa na ukaguzi maalum
ambao unasaidia kujua vile viwango ambavyo vimewekwa. Na kama ambavyo dira yetu inaelekeza kwamba 70% ya mchango wa maendeleo tunayotarajia kufikia mwaka 2050 unatakiwa kutokana na sekta binafsi. Serikali itaendelea kufanya kazi na sekta binafsi kwa karibu sana. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, nikumbushe tu kwamba katika ahadi 13 za Mheshimiwa Rais alizokuwa amezitoa, mojawapo alizungumzia juu ya mkakati maalum wa ushirikiano kati ya sekta binafsi kwa maana ya viwanda pamoja na serikali katika kuhakikisha vijana wanapata ujuzi. Hadi sasa tuna makampuni na viwanda zaidi ya 87 ambao wameingia mkataba na serikali kuhakikisha kwamba vijana wanapata ujuzi na warasimishwa pia. Naomba kuwasilisha Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Agnes Okororo, swali nyongeza. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Nakiri kwamba SIDO na VETA zipo katika mkoa wa Mtwara, lakini vijana wengi waliokuwepo katika mkoa wa Mtwara bado hawana ujuzi ambao wamejengewa katika taasisi hizo. Je, serikali inafanya tathmini kwa kiasi gani kubaini changamoto ya vijana wengi waliopo katika mkoa wa Mtwara kuto kupata ujuzi unaostahili kulingana na maeneo yao? Majibu, Mheshimiwa Waziri. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Napenda kujibu swali nyongeza Mheshimiwa Agnes Okororo. Nimpongeze pia kwa kuwasemea vijana wa mkoa wa Mtwara. Na miezi miwili iliyopita nilikuwa mkoani Mtwara na nilipata nafasi ya kukaa na manager wa SIDO wa mkoa wa Mtwara, na wanayo program maalum ya kuhakikisha kwamba vijana wa mkoa wa Mtwara kulingana na database ambayo tayari wameitengeneza wanapatiwa mafunzo katika maeneo mbalimbali. Ningependa kumhakikishia Mheshimiwa mbunge kwamba serikali kupitia taasisi ya SIDO imekuwa na utaratibu wa kujitathmini na kujua hasa ujuzi unaohitajika katika soko na kuwafikia wale ambao pia hawajaweza kufikiwa. Kwa mkoa wa Mtwara ni kati ya mikoa ambayo programu hii inaendelea na itafanyika kwa ufanisi mkubwa. Bwana Mheshimiwa Mndeme. Asante. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwa kuwa serikali imekuwa na mpango mzuri wa kuwapatia vijana fursa mbalimbali ikiwemo mikopo, na hususan vijana wa mkoa wa Tabora, tunampongeza sana Daktari Samia Suluhu Hassan. Na kwa kuwa vijana wengi wamekuwa wakizifikia fursa hizi na ujuzi huu, lakini wengine bado hawajapata fursa za kuzifikia. Je, serikali ina mpango gani wa kuhakikisha kwamba bidhaa ambazo zinazalishwa na vijana hawa ambao wamepata ujuzi, wamepata pia na mikopo na fursa mbalimbali kupitia SIDO pamoja na VETA, kwamba bidhaa wanazozalisha zinakuwa na ubora wa kukidhi soko la ushindani na ulimwengu wa sasa wa sayansi na teknolojia, na hususan vijana wa mkoa wa Tabora? Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Naomba nijibu swali nyongeza Mheshimiwa Mndeme. Serikali imekuwa ikifanya juhudi kubwa sana kuhakikisha kwamba bidhaa za vijana zinapata ubora na ithibati katika maeneo mbalimbali, hasa kwa kuzingatia kwamba kuna mikataba mbalimbali ya kikanda na kimataifa ambayo tumekuwa tukiingia kama nchi. Katika juhudi hizo, serikali imeandaa program maalum ya kuhakikisha kwamba kupitia SIDO kwa ushirikiano na TBS inatembelea vijana katika maeneo mbalimbali na kuhakikisha kwamba inawapa ushauri unaotakiwa. Na sasa serikali imeandaa program maalum kwa kutoa na kuandaa wakufunzi 2000 nchi nzima ambao wanaganywa katika mikoa na kanda mbalimbali kuhakikisha wanawatembelea vijana hao. Na siku 5 zilizopita mkoa wa Iringa walifanya ziara katika viwanda vinavyozalisha unga zaidi ya 20 kuhakikisha kwamba wanapewa ushauri, lakini pia kuwasaidia kuweza kukidhi vigezo ili bidhaa zao ziwe na ubora. Tutaendelea kuhakikisha kwamba tunakuwa karibu na vijana, na kupitia taasisi ya SIDO pamoja na TBS tutahakikisha kwamba vijana wanapewa ushauri unaotakiwa na kupata ithibati ya ubora wao. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Nakushukuru sana Mheshimiwa Waziri Joel Nanauka kwa majibu yako kwa waheshimiwa wabunge. Waheshimiwa wabunge, tunaendelea Wizara ya Nishati. Nimwite sasa Mheshimiwa Adonis Alfred Bitegeko, mbunge wa Muleba.